tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa. Tunaomba tuwakumbushe majirani zetu wa Kenya na mataifa mengine, na hili tunazungumza kutoka kwenye bunge, chombo kilicho huru cha kikatiba. Tunawaonya sana wanaharakati. Hii ni Tan African TV na sauti unayosikia ni Simon Mzwanda. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka jijini London nchini Uingereza. Habari kubwa ambalo jopo ya Tan Africa imeikalia chini na kuiangazia kwa undani zaidi ni kuhusiana na sakata la wanaharakati katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Lengo la timu ya Afrika kuja hapa na kufanya kipindi hiki ni moja tu: kuhakikisha inarejesha hali ya amani ambayo kwa namna moja au nyingine maadui zetu nje ya mipaka ya bara la Afrika wanatucheka haya yanapoendelea, na mbaya zaidi yanapoendelea kwa ndugu wawili waliofarakana ni jambo la kawaida sana. Mabunge ya Kenya na Tanzania yamechachamaa. Habari kubwa ni kuhusiana na wanaharakati. Wengine wanatetea kilichofanywa na wanaharakati kutoka Kenya kwenda Tanzania, na wengine wakikosoa vikali, na kufika wakati mabunge mengine kutumia viunga vyao watu kutamka lugha zisizokuwa na maana. Kwa mfano, mtu anaita mtu kenge. Si maneno yangu. Hebu sikiliza hili. Tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize na wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo. Mtu akipata uhuru tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao. Wakati mbunge huyu anayezungumza haya, wako baadhi ya wabunge waliofanana naye uwezo wa kufikiri, na wao wanagonga meza kwa kumuunga mkono. Sababu kubwa, amewaita watu kenge wa ndani na kenge wa nje. Zao la binadamu yoyote hapa duniani limetokana na mwanamke. Mwanamke ambaye amebeba ujauzito kwa miezi 9 na akaenda leba kujifungua kwa uchungu. Leo inaonekana matunda ya yule mwanamke yanaitwa kenge wa ndani, kenge wa nje. Katika nchi ya Tanzania tunafahamu wapo wajasiriamali wengi. Doto Magari ni mmoja wa wajasiriamali wazuri sana ambao hufanya kazi yake muda mwingi kwa kutumia maneno yake ya kukushawishi wewe ili kwenda kununua biashara yake. Doto Magari yeye ni mtu ambaye ana familia na mwenye watoto. Doto Magari hajawahi kujulikana kwa sifa za kutoa lugha chafu, matusi ama lugha zisizokuwa na staha. Kwa hili Doto Magari aombwe radhi. Mara baada ya kuyazungumza hayo, na sasa turudi tuangazie mahusiano kati ya Tanzania na Kenya. Tazama kipande hiki kifupi cha video. Sisi tunazungukwa na nchi 8. Na katika nchi 8 zote hizo makabila yanavuka mpaka. Na wengi wafahamu nchi ambayo tunachangia makabila mengi kuliko nchi nyingine yote ni Kenya. Ila kwa sababu hatuzungumzii ukabila, kuna Wadigo wa Kenya, Wadigo wa Tanzania, kuna Wakamba wa Kenya, Wakamba wa Tanzania, kuna Wataita wa Kenya, Wataita wa Tanzania, kuna Wamasai wa Kenya, Wamasai wa Tanzania, kuna Wakuria wa Kenya, Wakuria wa Tanzania, kuna Wamaragori wa Kenya, Wamaragori wa Tanzania, kuna Waluo wa Kenya, Waluo wa Tanzania, kuna Wasuba wa Kenya, Wasuba wa Tanzania. Ni taarifa yake mzee wetu Aidan Mwaluko Kabudi alipotoa elimu hii nzuri kabisa. Elimu hii iliyotolewa miaka kadhaa iliyopita. Yawezekana kabisa wako baadhi ya jenzi wa Kenya na Tanzania, wabunge na wasio wabunge, hawaifahamu vizuri katika pande zote mbili. Kwa leo hii Tan Africa kuirejesha hapa, ni wazi itawarudisha watu kwenye mstari wa maadili na kufahamu wao ni wakina nani na wapo walipotoka. Jambo jingine kubwa ambalo Tan Africa inapenda kuwafahamisha wana wa ukanda wa Afrika Mashariki ni hili: migogoro kati ya Kenya na Tanzania si mara ya kwanza kutokea, na imekuwa ikitatuliwa mara kwa mara bila kuhusisha viunga vya bunge ama mabunge yetu. Mara nyingi masuala haya yalishughulikiwa na mawaziri husika katika idara husika. Ushauri wa Tan Africa katika kuliendea hili ni kuhakikisha
Mabunge yetu hayajihusishi na masuala haya, matokeo yake yaendelee na michakato ya kutatua kero za wananchi wao. Ndugu zangu wa Tanzania, nadhani tunakumbuka vyema tulijinadi na kujinasibu kufunguliwa kwa taifa la Tanzania. Tukaenda mbali zaidi na kuzinadi 4R za Mheshimiwa Rais. Mashirika ya wanaharakati na ma-angels yaliyofungwa kipindi cha utawala wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli yalifunguliwa rasmi chini ya utawala wa Samia. Kadhia hii inayoendelea kulitafuna bunge la Watanzania ikaacha kujadili mambo ya msingi na ya maana na yenye tija kwenye taifa yanayoweza kuwa msaada kwa Mheshimiwa Rais. Ni lazima kuyatafutia namna bora ya kwenda nayo, namna ambayo itakayorejesha utulivu katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Wabunge hawa wanaopiga kelele kuhusiana na wanaharakati wa Kenya ndio hawa wanaoruhusu waliopiga kelele wanaharakati kutoka mataifa ya nje wafunguliwe ma-NGO yao katika taifa la Tanzania. Tofauti kati ya wanaharakati wenzetu wa Kenya na wenzetu wa Tanzania iko hapa. Wakati wanaharakati wa Kenya wanaandamana kufunga ofisi za Bill and Melinda Gates, mtu ambaye aliyopoka uhai wa Waafrika, anayeonyesha chuki za waziwazi na kuratibu ama kufadhili teknolojia hatari zaidi duniani ya kutengeneza mbegu za genetic modified seed, yani mbegu za uhandisi jeni, wamemuondoa Kenya. Lakini Watanzania wamemkubali na hatujasikia wabunge kupiga kelele wala kumnyoshea kidole. Lakini kama hilo haliwezekani, nitawakumbusha tena wanaharakati wa Kenya hawa mnamo mwaka 2014 waliliokoa taifa la Kenya dhidi ya maadui zao hatari waliopitia katika mgongo wa shirika la afya duniani, waliosambaza chanjo za tetanus zilizowalenga watoto wa kike pekee na kuacha watoto wa kiume. Chanjo zilizopigiwa kelele na wanaharakati halisi, sio wanaharakati biashara, na zilifanikiwa wakaziondoa pale Kenya, na zile chanjo zinasadikiwa kwa utafiti tuliounao TanAfrika ziliingizwa Tanzania na kuendelea kuhudumu Tanzania, lakini zilibadilishwa tu matumizi. Badala ya kuwa chanjo za tetanus, na sasa zikawa chanjo za kuzuia saratani ya shingo ya uzazi kwa watoto wa kike. Yako mambo mawili madogo ambao nataka kuyamalizia. Moja, mradi wa Bill Gates wa huduma namba pale Kenya ndio huo ambao Wakenya waliukataa, ukaja Tanzania ukapewa jina la jamii namba. La mwisho, chini ya Bill and Melinda Gates walikuja na chanjo ambazo ng'ombe wangedungwa ili ng'ombe waache kupumua kwa njia ya haja kubwa. Yote haya kupitia wanaharakati wa Kenya walienyamazisha. Sio wanaharakati hawa waliokuja Tanzania, la hasha. Wako wanaharakati wengine wanaojali na kulinda afya za Wakenya. Ombi langu kwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanayo kazi kubwa ya kuwafanyia Watanzania, wakianzia na huyu mtu anaitwa Bill Gates na mwenye kampuni yake inayojulikana kwa jina la Bill and Melinda Gates. Washauri wa afya wanaopewa fedha, ninayo imani kubwa hawafanyi kazi yao inavyostahili. Matokeo yake wanajali matumbo yao na kuwaweka rehani wa Tanzania juu ya afya zao. Tunapokwenda kuhitimisha katika eneo hili, tunayo machache ya kuzungumza. Baadhi ya Watanzania wasiokuwa waaminifu, baadhi ya wabunge wasiokuwa waaminifu ambao wamekuwa ni madalali wa kuwauza Watanzania, ndio hawa wanaopiga kelele juu ya wanaharakati kutoka katika bara la Afrika. Lakini hawa ndio ambao wanapigia chapuo mambo haramu yanayotakiwa kukemewa ndani ya taifa, wakiyafumbia macho na wakiacha yaende. Ushauri wa TanAfrika: unapopewa dhamana, iko siku utakuja kuulizwa juu ya dhamana uliyoifanya. Thamani ya utu wako hailinganishwi na kitu chochote kile katika maisha ya sasa.
Ni vyema ukaamua sasa. Kama ni mtu wa kuisimamia kweli na kuisema kweli, basi isimamie na uitendee haki. Dhambi ambayo kama mwakilishi wa wananchi na serikali unayotakiwa kuikimbia ni dhambi ya unafiki. Mataifa yote yaliyojisimamia yalikataa dhambi ya unafiki, yakakubali kuwajibika katika moyo na mapenzi ya dhati kwa watu wao. Na kufikia hapa hatuna la ziada. Hii ni Tan African TV. Simon Mzoanda.